Kwa kuanza katika somo hili fupi, tuingie katika kitabu cha waraka wa Yakobo fungu la kwanza ule mstari wa 19. Mstari wa 19 inasema, hayo mnajua ndugu zangu wapenzi, basi kila mtu na awe mwepesi wa kusikia, bali si mwepesi wa kusema wala kukasirika. Mstari wa 19 unatuambia hayo tunayajua. Mambo yapi tunayajua? Amesema hayo tunayajua, basi kila mtu sasa awe mwepesi wa kusikia. Sio kusikia sauti, ni kusikia maneno ya Mungu. Vile vile anaongeza, anasema bali si mwepesi wa kusema. Tusiwe tunasema tu kwa midomo, lakini hatusikii, hatuyatendei kazi. Tuwe wepesi wa kusikia na tusiwe wepesi wa kusema. Tena anasema tena kwamba wala kukasirika. Tusikasirike. Tunakasirika tunaposikia maneno ya Mungu, tunaharakisha kusema. Anaposema kusema, maana yake unasema lakini haulitendi. Basi mstari ule unaofuata, mstari wa 22, unatupatia tena maneno yafuatayo. Unasema, lakini iweni watendaji wa neno, wala si wasikilizaji tu. Watendaji wa neno, wala si wasikilizaji tu. Neno tunatakiwa tulitende, tusiishie kulisikiliza. Tunatakiwa tulitende neno. Mstari wa 22, wala si wasikilizaji tu, hali mkijidanganya nafsi zenu. Unaweza ukaidanganya nafsi yako kwa sababu unaujua ukweli, umeisikia ukweli, ukaendelea kuidanganya moyo wako. 23, kwa sababu mtu akiwa ni msikiaji wa neno tu wala si mtendaji, mtu huyo ni kama mtu anayejiangalia uso wake katika kioo. 24, maana hujiangalia kisha huenda zake, mara akasahau jinsi alivyo. Mtu ambaye anasikia tu neno la Mungu lakini halitendi, anafananisha na mtu ambaye ameenda kwenye kioo, anajitazama kwenye kioo, lakini cha ajabu, badala ya kurekebisha kasoro zile kwenye sura yake, anaondoka, anaenda zake, anasahau jinsi alivyo. Sasa Biblia inatuambia tuwe watendaji wa neno, tusiwe wasikilizaji pekee. Tusiwe wasikilizaji pekee. Basi nikualike tupate ombi fupi tunapoenda kuanza sehemu hii. Kama una nafasi ya kupiga magoti, basi tuombe. Tunakushukuru Baba mwema kwa saa hii ya kipekee na msikilizaji wangu. Mungu wetu, tunaomba utufungue macho, Roho yako Mtakatifu na malaika zako wanaofanya kazi usiku na mchana waendelee kuwa pamoja nasi. Tunakuomba katika jina la Yesu, amina. Basi tutaingia katika kitabu cha Kutoka sura ya 20 mstari wa 8. Inasomeka, ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Fungu linaanza kwa kusema ikumbuke siku ya Sabato. Sasa swali, je, hii siku ya Sabato ambayo tunaambiwa tuikumbuke tumeisahau? Maana katika muktadha wa fungu hili wanaambiwa wana wa Israeli katika sauti ya Mungu pale mlimani, mlima wa Sinai, alipokuwa anaitoa sheria yake, alianza kwa maneno ikumbuke. Kumbuka, Biblia hii au kisa cha wana wa Israeli kimeandikwa kutuonya sisi. Mambo hayo yaliwapata wao kwa jinsi ya mifano, ikiwa ni onyo kwetu ambao tumefikiwa na mwisho wa historia ya ulimwengu. Sasa mpaka leo neno hili la Mungu kwa Israeli ni neno hilo hilo kwa Mungu kwa Israeli wa sasa. Maneno yanaanza ikumbuke siku ya Sabato. Swali, tumeisahau? Sasa kama Israeli walivyoambiwa waikumbuke, vile vile na leo tunaambiwa hivyo hivyo tuikumbuke. Kwa nini? Mtu anayekwambia ukumbuke kitu manake umesahau. Na mtu aliye katika hali ya kusahau mara nyingi huwa yeye haelewi kama ameshasahau. Yaani ukiwa mtu amesahau, sidhani kama kuna mtu huwa anasahau alafu anaelewa kabisa bana, hapa nimesahau. Hapana. Kila mtu anasahau, ni mpaka ukumbushwe ndio unasema sawa, mpaka ukumbushwe. Sasa tumesahauje? Fungu la 9 na la 10 linatoa majibu. Linasema hivi, mstari wa 9 na wa 10, siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote,
lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Lakini siku ya sabato ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mgeni wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Namba 1 anasema siku sita fanya kazi, utende yote. Mangapi? Anasema yote. Aya, jambo la pili anasema usifanye kazi ile siku ya sabato. Tena anasema wewe, mtumwa, mwana, mgeni, mjakazi wala mnyama wako, wote wanatakiwa kupumzika na kustarehe. Wote wanatakiwa kupumzika, awe ni mtumwa, awe ni mgeni amekuja kwako, anatakiwa apumzike. Awe ni mtu tu amekuja kutembelea, anatakiwa apumzike siku ya sabato. Haya, je, swali linaulizwa, je, sisi kama watunza sheria ya Mungu, je, tunatenda mambo yetu yote katika siku sita za juma? Katika hapa katika hizi siku sita ambazo siku sita hizi ni za kazi, lakini kuna utofauti wa siku moja ambayo ni siku ya sita, ambayo leo tunaita ni siku ya Ijumaa. Hii pia ina jina lingine, inaitwa siku ya maandalio ya sabato. Yaani tukianza siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya nne, siku ya tano, ile ya sita, japo ni siku ya mojawapo ya kufanya kazi, ambayo ndo anasema utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni sabato. Manake siku ya sita pia ni siku ya kazi, lakini na jina lingine inaitwa siku ya maandalio. Leo hii tunaita Ijumaa. Kwa hiyo Ijumaa hii ni pia siku ambayo inaitwa siku ya maandalio ya sabato. Katika kitabu cha Marko 15 mstari wa 42 Biblia inasema, hata ikiisha kuwa jioni, kwa sababu ni maandalio, ndiyo siku iliyo kabla ya sabato, akaenda Yusufu mtu wa Arimathaya, mstahiki, mtu wa baraza ya mashauri, naye mwenyewe anautazamia ufalme wa Mungu. Akafanya ujasiri, akaingia mbele ya Pilato, akauomba mwili wake Yesu. Hivyo kwenye hizi siku sita, miongoni mwa siku sita, kuna siku ambayo inaitwa siku ya maandalio. Kuna siku inajulikana kama siku ya maandalio ya sabato. Katika hii siku ya maandalio ya sabato, jina lake tu linajitambulisha yenyewe, maana Biblia imetuambia siku ile ya sita au siku ile ambayo ni kabla ya sabato, yani it is Friday, kabla ya sabato ndiyo siku ya maandalio ya sabato. Sasa swali, hii siku ya maandalio ya sabato huwa inabebaga vitu gani? Ndio swali ambalo tunajiuliza, maana imesema ni siku ya maandalio. Ina maana what are you preparing for? Unajiandaa na nini? Unajiandaa na sabato. Unajiandaaje? Katika roho ya unabii, katika kitabu hiki cha Gospel Health, Aprili 1 mwaka 1898, part 16 inasema, all needful preparation should be made beforehand. On Sabbath morning, if the weather is cool, let hot gruel or something equal simple be provided, and for dinner some kind of food may be warmed. Further than this, all cooking should be avoided as the violation of the Sabbath commandment. Roho ya unabii inatuambia kwamba mojawapo ya maandalizi katika ambayo yanafanyika kabla ya sabato ni kwamba ni swala la upikaji wa vyakula, ambapo bila shaka vyakula hivi ni vile ambavyo vingetumika katika siku ya sabato. Ndio nabii anasema kwa Kiswahili, nukuu hiyo inasema, siku ya sabato asubuhi, kama hali ya hewa ni ya ubaridi, kitayarishwe kinywaji, yani hiyo gruel au uji au kitu kinachofanana hicho, na kwa mchana baadhi ya vyakula vipashwe moto. Baadhi ya vyakula vipashwe moto.
Tofauti na hivyo, upikaji wote wa siku ya Sabato uepukwe kama uvunjaji wa amri ya 4. Kwa Kiingereza anasema further than this all cooking should be avoided as a violation of Sabbath commandment. Yani tofauti na kuchemsha, tofauti na katika hali ya ubaridi unaandaa kitu kama uji au chai, kimiminika cha moto au vyakula vinavyofanana na hicho, tofauti na mazingira hayo, anasema ni uvunjaji wa amri ya Sabato, should be avoided. Ina maana katika swala la upikaji, Biblia inatutaka tuanze kupika siku ya Ijumaa, vyakula vyetu viwe tayari, inabaki tu ni kuchemsha, na kama hali ya hewa ni ya ubaridi, basi tunapasha moto. Kwa hiyo neno la Mungu limesimama likitutaka tufanye upikaji kabla ya Sabato, na hili pia lipo katika Biblia na nabii amelitolea mwangwi, maana ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii. Nukuu nyingine katika paragraph pati ya 15 hiyo Gospel Health April 1 mwaka 1898 pati ya 15 inasema, no cooking should be done on that day. The instruction which God gave to Israel would not be disregarded. Bake that ye will bake today, and feast that ye will feast. For tomorrow is the rest of the holy Sabbath unto the Lord. Exodus 16 verse 23. God meant what he said when he gave these directions. And shall we who are presenting to the people the claims of the divine law break that law ourselves merely to please the appetite? God forbid. Kwa Kiswahili anasema kwamba upikaji wote wa namna yoyote usifanyike katika siku hiyo ipi ya Sabato. Anasema maelekezo ambayo Mungu alitoa kwa Musa kwa Israeli, alimaanisha kila alichokisema pale aliposema okeni mtakachooka, chemsha kile mtakachochemsha, kwa sababu kesho ni siku ya Sabato, ni kusanyiko takatifu. Na roho ya nabii nasema God meant what he said. Mungu alimaanisha kile alichokisema kwenye kitabu cha Kutoka 16 mstari wa 23. Mpaka leo kauli ya Mungu hiyo haijabadilika, na kama haijabadilika, basi kama tumetoka nje ya mstari, tunatakiwa turudi tuwe wasikilizaji wa neno. Tusiwe wasikilizaji wa neno peke yake, tuwe watendaji wa neno. Tunapolisikia neno tulitende, tusiishie kulisikia linaingia huku linatokea huku. Tunatakiwa tulisikie na tulitende, kama ambavyo tumesoma katika kitabu cha Yakobo 1 mstari wa 19 na kuendelea kama tulivyosoma hapo awali. Kwa hiyo anasema Mungu alimaanisha yale maelekezo ambayo aliyatoa kwa Israeli kupitia kwa Musa kwamba okeni mtakachooka, kwa sababu kesho ni kusanyiko takatifu. Haitakiwi katika siku ya Sabato tuanze kupika. Hakuna upikaji wowote ambao unatakiwa kufanyika siku ya Sabato. Hiyo ni kipengele cha kutii amri ya 4 kusema utende mambo yako yote, kazi zako zote unatakiwa uzitende kabla ya siku ya Sabato. Ndivyo ambavyo neno limesimama wima, neno ambalo limesimama wima. Na anasema katika roho ya nabii, hiki paragrafu hii tuliyoisoma, anasema je, sisi ambao tunapeleka ujumbe, sisi ambao tunauonyesha ulimwengu sheria ya Mungu, tunaoangazia ulimwengu na sheria ya Mungu ifuate, ulimwengu utambue sheria ya Mungu, na tunaihubiri amri 10 za Mungu ikiwemo na Sabato, utunzaji wa Sabato kwa ulimwengu. Je, nabii anauliza, je, sisi tunaoupeleka huo ujumbe wa amri 10 za Mungu na amri ya Sabato ikiwemo, je, tuivunje sisi wenyewe? Kwani tunaivunja? Anasema merely
to please the appetite, yani kukidhi tamaa zetu za kula, uchu wetu wa chakula. Tunavunja amri. Hatuhitajiki tuivunje sisi sheria wenyewe alafu tunawapelekea watu kwamba waitunze siku ya Sabato. Na kwa kweli siri ni hii: katika makanisa ya Kiprotestanti ya Jumapili kule wanafundishwa Sabato jinsi huwa inavyopumzikwa. Katika kipindi cha nyuma nimewahi kupeleka ujumbe wa Sabato kwa mtu fulani, na huyu bila shaka alikuwa ni dhehebu la Mashahidi wa Yehova. Akaniambia, Sabato mnavyotunza hii leo sio kama ilivyokuwa inatunzwa. Yaani maana yake hauna pointi za kumshawishi, kwa sababu wewe mwenyewe unayempelekea ule ujumbe anakuona wewe mwenyewe kwanza ni mvunja sheria. Yaani wewe ni mvunja sheria, unaenda yaani kiufupi hakuna unachoenda kumpelekea, kwa sababu wewe mwenyewe unaivunja. Ndicho ambacho roho ya nabii inakisema hapa kwenye andiko hili kwamba sisi tunaopeleka tuivunje sisi wenyewe. Yani unapoivunja Sabato hauna nguvu ya kuipeleka kwa watu wengine jinsi ilivyo. Ndio maana watu hawaikubali Sabato, kwa sababu sisi wapelekaji wake tunaonekana tumepungua. Wanaelewa vizuri Kutoka 16 mstari wa 23 unavyosema, okeni mtakachooka, chemsheni mtakachochemsha, kwa sababu kesho ni kusanyiko takatifu. Wanaelewa kwamba haitakiwi kupika siku ya Sabato, na vitabu vya roho ya nabii vipo. Nani ambaye hajui? Au unajuaje kwamba mapadri au wachungaji wa Jumapili huwa waonyeshi washiriki wao, alafu wanawaambia angalieni majirani zenu wa Adventista jinsi wanavyoitunza Sabato? Pamoja na hayo, katika swala la upikaji wa chakula, katika utunzaji wa Sabato, Mungu ametoa condition za mtu ambaye atapika siku ya Sabato. Inapatikana katika kitabu cha Spiritual Gift cha 3 ukurasa wa 254 paragrafu ya kwanza. Kwa hiyo siku hii kwa kigezo hiki pekee ndipo ambapo Mwadventista msabato, mtunza Sabato wa Mungu, ataonekana akipika kwa kigezo hiki peke yake. Sasa swali, Waadventista leo wanaopika chakula siku ya Sabato, je, wote wana kigezo hiki kilichoandikwa katika Spiritual Gift kitabu cha 3 ukurasa wa 254 paragrafu ya kwanza? Kama hawana, maana yake huo ni uvunjaji wa amri ya Mungu ya 4 ya Sabato, na hiyo ndio muhuri wa Mungu, ni kweli ya Mungu, ni kumtambua Mungu kama muumbaji wa mbingu na nchi. Sasa tunavyokivunja, maana yake ni tunakataa mamlaka ya Mungu, na kama tunaikataa Sabato kuitunza vizuri, basi tunaandaliwa kwa ajili ya kuipokea chapa ya mnyama, alama ya mnyama kikamilifu. Sheria ya Jumapili itatuswaga kwa sababu hatuitunzi Sabato. Spiritual Gift cha 3 ukurasa wa 254 paragraph ya kwanza inasema, the sick and suffering require care and attention upon the Sabbath, as well as upon the other 6 days of the week, and it may be necessary for their comfort to prepare warm food and drinks upon the Sabbath. In such instances, it is no violation of the 4th commandment to make them as comfortable as possible. The great lawgiver is a God of compassion as well as of justice. Yani, katika swala la mtu ni mgonjwa, huyu unaweza ukamwandalia chakula katika siku ile ya Sabato. Katika sehemu hiyo peke yake hakuna uvunjaji wa amri ya 4 ya Mungu. Kwa hiyo upikaji wowote wa siku ya Sabato, tofauti na 1, kuchemsha chakula kilichopikwa kabla ya Sabato unakipasha moto kama tulivyosoma katika nukuu 1. 2, katika wakati wa baridi kuandaa kinywaji ambayo leo tunaweza tukaita ni chai, yani kimiminika cha maji, unaweza sijui utakavyoandaa, lakini kitu kinafanana na uji. Au uwe una mgonjwa, kwa sababu anasema the sick and suffering require care and attention. Kama ambavyo siku 6 unafanya, basi na siku ya Sabato unafanya. Ndio ambavyo tumeelekezwa, ndio maelekezo ya Mungu
tufanye hivyo. Tofauti na hivyo, basi tutakuwa tumevunja amri ya Mungu. Kuna mambo mengi yanayofanana na hayo. Kwenye swala la mgonjwa unaweza ukapika. Kuna vitu vingi, kwa mfano dawa, hata kama siku ya Sabato, dawa inapatikana kwa kwenda kuchimba mti, unachukua na surulu au jembe na uvue na shati kabisa, ubaki kifua wazi ili uchimbe kwa uhuru, kwa sababu kuna majasho hata kutoka. Lakini unafanya nini? Unafanya kutafuta dawa kwa ajili ya mgonjwa. Hiyo unafanya kabisa, maana ni huduma kwa mgonjwa. Tofauti na hayo mazingira yoyote, kupika siku ya Sabato ni dhambi na ni uvunjaji wa amri ya Mungu ya 4. Ikumbuke siku ya Sabato itakase, siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote mambo yako uyatende kwa siku 6. Lakini siku ya Sabato ni Sabato ya Bwana Mungu wetu. Tusiharibu kwa kutenda mambo mengine ambayo tunahitaji kuyatenda. Bwana amekataa. Basi tuwe watendaji wa neno, sio wasikilizaji peke yake. Tunapofanya matengenezo ya kupatana na neno la Mungu katika utunzaji wa Sabato kama Waadventista, Mungu ni mwaminifu, atatuleta katika kweli yote na nuru yote. Bahati mbaya ni hii, katika makanisa mengi mahalia ya Kiadventista wa Sabato, kwa sababu ya mfumo mbovu wa General Conference, inaonekana kwamba watu ambao wapo wanapika chakula chao kabla ya Sabato na wanawahimiza watu wafanye hivyo, huwa wanaitwa waasi. Sasa muasi ni nani? Muasi ni mtu anayetunza siku ya Sabato vizuri, anafanya chakula chake vizuri, anakiandaa vizuri, au yule ambaye anapikaga mpaka hata siku ya Sabato. Na wengine huwa wanachelewa madarasa kule kanisani. Chelewa kufika kanisani kwa sababu mlikuwa mnapika, mmepika late, mnakula, mmechelewa. Mambo yote hayo yanatakiwa yafanyike kabla ya Sabato. Kupiga pasi kabla ya Sabato vinatakiwa vifanywe. Na ndiyo maana sishangai katika makambi yetu, kila kambi ambalo nimeenda kwa kweli wanapika siku ya Sabato. Na bahati mbaya ni kwamba kuna makanisa ambayo kuna mitaa ambayo yanafanyia makambi katika eneo dogo, kiasi kwamba yule mhubiri anapohubiri katika siku ya Sabato, ibada kuu, anaona vibanda vikifuka moshi, na hata kula ambapo yeye anatazamia kwenda kula bado wanapika, na bado ameshikilia maiki, anahubiri tu, hakemei dhambi. Jamani, hii ni dhambi mbele za Mungu. Tuitunze Sabato katika ukamilifu wake. Kwa hiyo kwenye makambi napo ni kemeo. Nabii amesema katika kitabu cha Review and Herald May 8, 1893, inasema Practical Thought for the Camp Meeting Part 10, anasema, and let us not come to the camp meeting to break the Sabbath by cooking on that day. Yaani tusije kwenye makambi kuvunja amri ya Mungu ya 4 kwa kupika katika siku hiyo ya Sabato. Tusifanye hivyo. Ni makambi mangapi? Makambi ya mwaka jana, wengine wanajiandaa na makambi ya mwaka huu. Usiwe mmoja wao. Hata kama mtaa mzima unaivunja Sabato kwa kupika siku ya Sabato katika siku za makambi, katika sikukuu ya vibanda vya makambi, wewe usihusike. Hata kama kwa namna yoyote mnaweza mkasema tuajiri kwamba kambi tuajiri wapishi, wao ndio watapika, sisi tutakuwa tunasali. Amri ya Mungu inasemaje? Usifanye kazi wewe, wala mgeni wako, wala mtumwa wako, wala kijakazi. Hata kumlipa mtu pesa afanye kazi siku ya Sabato, wewe uko ndani unasali kanisani, ni dhambi. Mungu anakuhesabu ni wewe unafanya. Kule majumbani, wengine wako mashambani, wana mashamba, anaenda kazini, lakini kwa vile ratiba zimebanana, mtu wa sheri ana nafasi siku ya Jumamosi, anaenda kulima shamba lako siku ya Jumamosi. Huo ni uvunjaji wa amri ya Mungu ya 4. Wewe wala unayemwajiri, wala mtumwa wako, wala mtoto wako, hata kama ni mgeni,
aitunze siku ya Sabato, asiende kufanya kazi. Kwa hiyo katika makambi pia nukuu imetuambia tusije kwenye makambi, mikutano ya makambi, tukija tuivunje Sabato kwa kupika katika siku hiyo. Neno la Mungu limekataa, neno la Mungu limekataa. Lakini vile vile kuna swala la manunuzi. Mnanunua vocha siku ya Sabato, labda matangazo ya kanisa yamechelewa kufika, sasa unaamua kuna pesa M-Pesa, unaingia chapchapu, unapiga simu, leo mzee wa kanisa, umenunua vocha. Siku gani? Siku ya Sabato. Manunuzi yote hayatakiwi kufanywa siku ya Sabato. Tunapata katika kusoma katika kitabu cha Nehemia 13 mstari wa 15 mpaka mstari wa 22 jinsi ambavyo Nehemia alifanya matengenezo juu ya swala la Sabato. Ukiangalia zile Biblia ambazo zina heading pale juu, utaona imeandikwa matengenezo juu ya Sabato. Nehemia alitengeneza kwa nini? Sabato ilibomolewa, maelekezo kuhusu Sabato yalibomolewa, amri kuhusu Sabato zilivunjwa. Kwa nini? Kwa kitendo cha mji wa Yerusalemu kuruhusu bidhaa za wafanyabiashara ziingie ndani ya mji siku ya Sabato na biashara ziendelee kufanywa siku ya Sabato katika mji wa Yerusalemu. Nehemia alifanya matengenezo makubwa, alizuia katika siku ya Sabato milango ya Yerusalemu ilifungwa. Hakutakiwa kuwe na uingizwaji wa mizigo wala kufanywa biashara yoyote katika siku ya Sabato. Nehemia aliweza hilo akiwa kiongozi wa watu wengi. Wewe unashindwaje katika familia ya watu 10? Unashindwaje wewe una familia ya watu wawili wazima, wengine ni watoto? Unashindwaje wewe uko peke yako? Kama Nehemia aliweza kutii amri ya Mungu, kigezo cha Mungu katika Kutoka 16 mstari wa 32 kama tulivyosoma kwamba katika siku ya Sabato upikaji wote hautakiwi kufanywa, na kama ambavyo amri ya Mungu ilivyo wazi, katika siku ya Sabato hakuna manunuzi yoyote hatakiwi yafanywe. Nehemia aliweza katika swala la matengenezo. Naamini sio katika swala la biashara tu peke yake, maana kwenye mji kuna shughuli nyingi, kuna ratiba nyingi kwenye miji, lakini aliweza akiwa kama kiongozi akaweza. Wewe unashindwaje? Wewe ni mzee wa kanisa, unashindwaje? Wewe ni mchungaji wa mtaa, unashindwaje kuambia mtaa wako uitunze siku ya Sabato? Usije kuvunja siku ya Sabato katika sikukuu za makambi, ile siku ya Sabato katika juma la makambi. Unashindwaje kufanya hivyo? Nehemia aliweza hivyo kwa msaada wa Mungu. Aliweza hivyo kwa kuwaonya watu wa Mungu. Waonye watu, waambie kile wanachotakiwa kufanya katika nafasi yako. Wakikubali ni wao, wakiendelea kuvunja ni wao. Wewe utakuwa umejiponya nafsi yako. Katika kitabu cha Ezekieli 20 mstari wa 20 na neno la Mungu linasema, zitakaseni Sabato zangu, zitakuwa ishara kati ya mimi na ninyi, mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Sabato ni ishara kati ya sisi na Mungu. Sabato inatufanya tujue kwamba Kristo peke yake, Mungu ndiye anayetutakasa sisi katika uchafu na dhambi. Tunapotii sheria ya Mungu, tunasimama katika nafasi nzuri. Yoyote ambaye anasema anampenda Mungu ametakiwa kuzitii amri zake. Amri zake sio nzito hata mtu asiweze kuzibeba, hapana. Anayetuonyesha kwamba amri za Mungu ni nzito, huyo ni Shetani. Inawezekana kabisa kufanya matengenezo katika swala la Sabato na ukafanikiwa. Inawezekana kabisa kumpendeza Mungu kwa kufanya utii na kutekeleza kile ambacho Mungu anatutaka tukifanye. Tunapomalizia, turudi katika fungu letu ambalo tumeanza nalo katika kitabu cha Yakobo sura ya 1 mstari ule wa 19 kama ambavyo tulisoma pale mwanzoni. Anasema, hayo mnajua ndugu zangu wapenzi kuhusiana na Sabato. Ndugu zangu, hayo mnayajua. Haihitajiki hata kusema siku ya Sabato ni siku gani. Hayo mnayajua. Basi kila mtu awe mwepesi wa kusikia. Kusikia ni kufanyaje? Kuweka akilini.
kila mtu awe mwepesi wa kusikia, bali si mwepesi wa kusema. Usiseme tu tuitunze Sabato, hautendi, wala kukasirika unapoambiwa ukweli. Mstari wa 22, lakini iweni watendaji wa neno, wala si wasikilizaji tu, hali mkijidanganya nafsi zenu. Tuwe watendaji wa neno, sio wasikilizaji tu. Tunasikiliza alafu hatutendi, tunadanganya nafsi zetu. Tusiwe. Kwa mstari wa 23, kwa sababu mtu akiwa ni msikilizaji wa neno tu wala si mtendaji, mtu huyo ni kama mtu anayejiangalia uso wake kwa kioo. Mstari wa 24, maana hujiangalia kisha huenda zake, mara akasahau alivyo. Kupitia katika somo hili tumefahamu kwamba sisi wote ni wavunjaji wa amri ya 4. Kioo ni neno la Mungu, ni sheria ya Mungu, ndiyo kioo. Tumejitazama, tumeona jinsi tulivyo. Tusisahau jinsi tulivyo. Tufanye nini? Tunyenyekee kwa Mungu, atuoshe kwa damu ya Yesu Kristo. Turudi tufanye kuwa watii wa lile neno, wa kile kioo tulichojitazama, tukaona tuna kakunyanzi. Tunatakiwa sasa tukatoe kale kakunyanzi ili tuwe safi, kwa sababu tumejiangalia tulivyo. Tusiishie kujiangalia tulivyo tukaachana na kioo. Kioo kiturekebishe, kioo cha neno la Mungu kiturekebishe. Mstari wa 25 tumalizie, anasema lakini anaitazama sheria kamilifu iliyo ya uhuru na kukaa humo, asiwe msikilizaji msahaulifu, bali mtendaji wa kazi, huyo atakuwa heri katika kutenda kwake. Tuwe wasikilizaji ambao sio wasahaulifu. Tusisahau jinsi tulivyo, ni wavunjaji wa amri ya Mungu ya 4, amri ya Sabato. Tufanye matengenezo katika amri ya 4. Bwana wabariki katika sehemu hii. Tutaendelea na mfululizo wa masomo haya kwa kadri Mungu atakavyonipa nafasi. Somo linalofuata ambalo ninatamani niligusie ili tuweze kujifunza pamoja ni somo la kuhusu historia ya ulimwengu wetu. Kila kitu kina mwanzo na mwisho. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Uovu kaingia, kuna mwisho wa uovu. Huo uovu mwisho utakuwa ni lini? Maneno ya Mungu yamefafanua vizuri. Tukutane katika somo lijalo. Bwana Yesu na akubariki sana. Amin.